Usiku ulikuwa mtulivu, lakini ndani ya moyo wa Amina kulikuwa na maswali mengi. Baada ya miezi kadhaa kupita tangu yeye na Daniel kukubalika na familia, maisha yalionekana kuwa mazuri kwa mara ya kwanza. Lakini Amina hakujua kuwa kulikuwa na kitu kikubwa kilichokuwa kinafichwa. Siku moja, alipokuwa akipanga vitu ndani ya chumba cha Daniel, macho yake yalikutana na draw moja iliyokuwa imefungwa. Kwa kawaida, Amina hakuwa mtu wa kuchunguza vitu visivyo vyake. Lakini siku hiyo, kulikuwa na kitu kilimvuta. Polepole aliifungua draw ile. Ndani yake kulikuwa na faili la zamani lililojaa karatasi muhimu. Alilifungua. Ndani kulikuwa na picha, na alipoiangalia vizuri, moyo wake ulisimama kwa sekunde chache. Ilikuwa picha ya Daniel akiwa pamoja na mwanamke mwingine. Sio tu picha ya kawaida, walionekana kuwa karibu sana, kama wapenzi. Amina alihisi baridi ikipita mwilini. Akiwa bado anashangaa, aliona jina lililoandikwa kwenye faili lile: Sofia. Moyo wake ulianza kudunda kwa nguvu. Hilo lilikuwa jina ambalo aliwahi kulisikia kabla, jina la yule mchumba aliyekuwa amechaguliwa na familia ya Daniel. Ghafla, sauti ya mlango ikasikika nyuma yake. Amina aligeuka haraka. Alikuwa Daniel. Macho yao yakakutana. Kimya kizito kikaingia chumbani. Daniel aliona faili mikononi mwa Amina na uso wake ukabadilika mara moja. "Amina, hiyo sio unavyofikiria," alisema kwa haraka. Lakini Amina hakujibu mara moja. Alimwangalia Daniel kwa macho yaliyojaa maumivu. "Kwa nini hukuniambia?" aliuliza kwa sauti ya chini. Daniel alisogea karibu yake. "Nilikuwa natafuta muda sahihi." Amina alitikisa kichwa polepole. Muda sahihi wa kusema ukweli au wa kuuficha? Maneno hayo yalimnyamazisha Daniel. Ukimya ukatawala tena. Ndani ya moyo wa Amina, kitu kilianza kuvunjika tena. Lakini safari hii ilikuwa tofauti. Kwa sababu safari hii haikuwa wazazi wa Daniel waliokuwa tatizo. Ilikuwa Daniel mwenyewe. Lakini Amina hakujua kuwa ukweli kuhusu Sofia ulikuwa mkubwa zaidi kuliko alivyodhani. Na ukweli huo ungeweza kuharibu kila kitu kati yao. Wakatulia. Subscribe, like, share na comment kwa part 2.